Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-insan wa 'allamahu ma lam ya'lam. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yawmiddin. Mwenyezi Mungu anasema wadhakiru fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun, wakumbushe, hakika ukumbusho unawafaa waumini. Kuna aya ambayo napenda kusoma katika aya za Mwenyezi Mungu, hasa mtu akiwa anazungumzia kuhusu at-tauhid. Tauhid kwanza ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumpwekesha Allah katika kila kitu chako unachokifanya katika maisha yako, katika ibada, katika kuchinja, katika kufanya ibada zote, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hauwezi kama Muislamu kama hujatamka kalimatu la ilaha illa Allah. Maana yake hiyo ndio tauhidi yenyewe. Kalimatu la ilaha illa Allah ni tauhid. Maana yake ni kukubali kama Allah ni mmoja na kukataa kuwa hakuna mola anapaswa kuabudiwa isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani at-tauhid huwa kalimatu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kukiri kama Mwenyezi Mungu ni mmoja, hapaswi kuabudiwa zaidi ya Allah, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya hiyo inapenda kusoma kwa kusema, Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maana yake hii ndio tauhidi yenyewe ambayo tumeamrishwa sisi wanadamu. Allah ametuumba sisi na majini isipokuwa kumwabudu Allah. Yani tumwabudu Allah, tuweke ikhlas katika ibada zetu kwa kumwabudu Allah, mimi na wewe na majini, kwa sababu kuna majini maovu na kuna majini mema. Kama wewe gisi uko muovu, kuna majini waovu kabisa, na wewe kama gisi ulivyokuwa mwema, na kuna majini wacha Mungu wanamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hautakutana jini muovu anamuingia mwanadamu. Jini mwema yeye huwa anakuwa iko busy na maisha yake, kama vile wewe unavyohangaika kutafuta riziki ya halali na kujikinga vitu vya haramu, na majini yako hivyo hivyo. Jini anakufa kama vile unavyokufa wewe. Majini yanakuwa na njaa kama vile unavyokuwa na njaa na wewe, na wanaumwa, wanafariki, wanazikwa. Kwa hivyo wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, sisi na majini hawatukuumbwa na Allah isipokuwa tumfanyie ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile tauhid imegawanyika katika vipengele vitatu. Kuna tauhid al-rububiyya. Tauhid hiyo huwa al-ilmu wal-iqrar bi anna Allah rabb kulli shay'in wa khaliquhu wa malikuhu wa mudabbiru wal umuru khalaqahu jami'uhum. Maana tauhidi ni kukiri kuwa Allah yeye niye muumba wa kila kitu ambacho tunachoona kwa dunia hii. Wewe mwenyewe, kuanzia kwako, kuanzia kwa majini, kuanzia milima, kuanzia mabahari tunavyoona, kila kitu Allah ndiye alikuumba. Tunaona mabahari, hatujui mabahari hizo zinatokea wapi na zinaishia wapi. Allah mwenyewe ndiye anajua. Tunaona mbingu na ardhi vimetulia. Ardhi tunaitembea yeko, haituangushi, nyumba hazibomoki, mbingu haituanguki. Nani anafanya hivi isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo niyo tauhidi ya rububia, ni kukiri kuwa Allah ndiye muumbaji wa kila kitu, na yeye ndiye mmiliki wa kila kitu, na ndiye mmiliki na vitu hivi alivyoumba kwa sisi, kwa ajili ya sisi wanadamu, ili tuweze kuishi kwa dunia hii na utulivu. Kuna tauhid ya pili, ni tauhid al-asma wa sifat. Hii ni yale majina ambayo Mwenyezi Mungu alijisifu, ni majina 99. Ni majina ambayo Mwenyezi Mungu alijisifu kama vile Ar-Rahmani, ni mwingi wa rehema, Mwenyezi Mungu anaturehemu. Bali ingekuwa rehema ya Allah na huruma wake, Allah angeweza kutumaliza kwa dunia hii kwa namna gani tunavyomkosea. Hebu angalia wewe mwanadamu, akikukosea namna gani unakasirika, unamkatia mtu hadi hautaki kuongea naye. Lakini Allah tunamkosea usiku na mchana, kila dhambi zote tunafanya. Ukiinua mikono anakuruzuku, ukiwa unaumwa na kuponya. Hadi Allah anasema la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Anasema Mwenyezi Mungu, msikati tamaa na rehema za Allah. Maana yake rehema, yani Allah ni mwingi wa rehema, huwa Allah anasamehe madhambi yote. Kisha Allah anasema ya ibadi
innakum tukhti'una bilaili wa nahar, munakufuru munanikosea usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfirun astaghfir lakum. Huyu ni Mwenyezi Mungu anatupembeleza. Kwa hivyo haya majina yote Allah amejisifu yana maana yake, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kuwa kama tunaombaji watu wetu tunatumia majina hayo. Ar-Razzaq, mwenye mwingi wa kuruzuku. Allah anaturuzuku bila kumuomba, anaturuzuku bila hisabu. Al-Karim, Mwenyezi Mungu ni karimu. Kwa hivyo majina Allah amejisifu, na haipendezi Allah kumusifu ambavyo hajikusifu, hakujisifu mwenyewe. Tauhidi ya tatu ni tauhid al-uluhiyya, yani tauhid al-ilahiyya, ni kukiri kuwa Allah ni Mwenyezi Mungu mmoja ambaye ibada zake zote, kuchinja, kufanya tawafu, kufanya hija, ibada zozote, kuswaumu, hizo zote zinajua ni kwa ajili ya Allah bila kuzifanyia kiumbe kingine. Kwa hivyo hii migawanyiko ya tauhid, hauwezi ukasema eti mimi nitakubali moja niache nyingine. Zote ni lazima uzitimize, ndio Uislamu unakuwa umekamilika kwako. Kisha zingine hukumu za Muislamu ambazo anapaswa kuwa nazo kama swala, kufanya ibada kwa ajili ya Allah, vyote vinaanguka kwenye tauhid al-uluhiyya. Ni lazima mtu ufanye ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile wanasema la yakunu muwahidan hata yashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu. Mtu hawezi kuwa Muislamu isipokuwa mpaka ushahidie kuwa Allah ni mmoja, wa yaqiru annahu wahdahu wal ilah almustahaqu lilibada, yani unakiri kuwa Allah ni mwenye yani hastahiki mwingine, yeye ndiye anastahiki ibada zote, na ibada hizo unajitahidi kuzitenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema yahsabu linsana an yutraka suda, mwanadamu alijua kama tutamuacha hivyo hivyo bila kumwamrisha wala bila kumkataza. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitutumia mitume wa kutuamrisha, wa kutuambia Allah amesema hivi, Allah amekataza hivi, Allah anatuamrisha hivi. Bali si haingekuwa hivyo, Mwenyezi Mungu angetutumia mitume. Mitume walikuja kutufikisha neno ya Mwenyezi Mungu na kutuweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, as-sidq wal ikhlas kuna dhalika at-tauhid. Yani Ibn al-Qayyim anasema kwa sababu as-sidq wal ikhlas ni yanaambatana kwenye ibada. Kuwa na sidiki, kwanza unasidiki kuwa Allah anapasha, yeye ndio hapasha kuabudiwa zaidi ya Allah, na ikhlasi kufanya ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanasema kama as-sidqu wal ikhlas ndio nguzo ya tauhid. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hizi aya zote zinazungumzia tauhid, kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutumia wa mitume wao, kauli yao haikuwa kauli nyingine, ani abudu Allah wajtanibu at-taghut. Yani maana yake taghut ni kama vile masanamu, watu kuvuka mipaka katika ibada. Na ndio maana Allah ametutumia mitume ili tuweze kuwa waja wenye kufanya ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo majina yenyewe yako mviumbe ambavyo vitaulizwa na Allah katika dunia hii. Na ndio maana utakuta nayo jini mwema, jini iko busy na maisha yake kama vile mwanadamu, lakini wale unataka wamekamatwa na majini ni majini maovu ambayo yanakuwa yamewaingia ya kuwakufurisha, ya kuwachonganisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.